Kesho Mungu mwenyewe atakuja nyumbani kwangu. Kesho nitakwenda mwenyewe kuona huu ujinga. Ulisema Mungu atakuja nyumbani kwako, yuko wapi? The Story Empire. Katika nyakati za kale, ndani ya mji wenye utajiri na mamlaka makubwa, aliishi mfalme mmoja aliyekuwa na kila kitu isipokuwa kitu kimoja muhimu: unyenyekevu. Mfalme huyo alijiona kuwa yeye ndiye mwenye nguvu kuliko wote. Hakuna aliyethubutu kumpinga na kila mtu aliishi kwa hofu. Lakini katika mji huo huo aliishi mtu mmoja tofauti kabisa. Jina lake lilikuwa Abu Nuwasi. Mtu wa kawaida kwa mwonekano, lakini mwenye akili isiyo ya kawaida. Siku moja, mfalme alikusanya watu wake wote katika uwanja mkubwa wa kifalme. Akasimama juu ya jukwaa lake la dhahabu na kusema kwa sauti kubwa, hakuna kitu kisichowezekana kwangu. Mimi ni kama Mungu hapa duniani. Mimi ni kama Mungu hapa duniani. Watu wakaangaliana kwa hofu. Hakuna aliyesema kitu. Lakini mbali kidogo, Abu Nuwasi alitabasamu kwa siri. Alijua huu ulikuwa mwanzo wa somo kubwa kwa mfalme. Kesho yake, Abu Nuwasi akaanza kueneza habari ya kushangaza. Kesho Mungu mwenyewe atakuja nyumbani kwangu. Habari hiyo ilisambaa haraka sana kama moto wa porini. Watu wakaanza kujiuliza, inawezekana kweli? Huyu Abu Nuwasi anamaanisha nini? Hatimaye habari zikamfikia mfalme. Uso wake ukabadilika mara moja kuwa hasira kali. Anawezaje kusema hivyo? Alipiga kelele, kesho nitakwenda mwenyewe kuona huu ujinga. Siku iliyofuata, umati mkubwa wa watu ulikusanywa nje ya nyumba ya Abu Nuwasi. Hali ilikuwa ya kimya kabisa, yenye kusubiri jambo kubwa kutokea. Ghafla, mfalme akafika akiwa amezungukwa na walinzi wake. Hatua zake zilikuwa nzito, macho yake yakiwa yamejaa hasira. Abu Nuwasi akatoka nje polepole, akiwa mtulivu kabisa. Akasalimia kwa heshima, karibu mfalme wangu. Leo ni siku ya pekee sana. Mfalme akamkazia macho. Ulisema Mungu atakuja nyumbani kwako, yuko wapi? Abu Nuwasi akajibu kwa utulivu, yupo ndani, lakini si kila mtu anaweza kumwona. Watu wakaanza kunong'ona. Mfalme akakunja uso. Unamaanisha nini? Abu Nuwasi akasema kwa utulivu, ni wale tu wenye mioyo safi, wasiokuwa na kiburi, ndiyo wanaweza kumwona. Kimya kikatawala tena. Mfalme alihisi maneno hayo yakimlenga moja kwa moja, lakini hakuweza kukubali mbele ya watu. Akasema kwa sauti ya kujifanya, nitaingia mwenyewe. Mfalme akaingia ndani ya nyumba ya Abu Nuwasi. Ndani kulikuwa kimya kabisa. Hakuna mtu, hakuna kitu. Ni ukimya tu uliomzunguka. Sekunde zikapita, lakini nje watu walikuwa wakisubiri jibu lake. Mfalme alihisi shiniko kubwa moyoni. Kama atasema hajaona kitu, itamaanisha yeye ana kiburi, na kama atasema ameona, atakuwa amejidanganya. Hatimaye akatoka nje. Watu wote wakamwangalia. Abu Nuwasi akamuuliza kwa sauti ya utulivu, mfalme wangu, umemuona? Mfalme akasita kwa sekunde chache, kisha akasema, ndiyo, nimemuona. Umati ukashangaa. Watu wakaanza kuamini. Lakini Abu Nuwasi alitabasamu na kusema kwa sauti ya polepole, basi ni kweli, kwa sababu mwenye kiburi hawezi kumuona. Kimya zito kikatawala.
Maneno hayo yalimchoma mfalme moyoni. Hakusema kitu, lakini ndani yake alielewa somo kubwa. Kuanzia siku hiyo, mfalme alibadilika na watu wakajifunza kitu kimoja. Hekima ya kweli haipo katika nguvu, ipo katika unyenyekevu. Na Abunuwasi aliondoka kimya kimya, akiwa ameshinda tena, bila vita. Hadi leo, hadithi za Abunuwasi zinaendelea kufundisha hekima, ujanja na nguvu ya akili. Tafadhali subscribe channel hii na ubonyeze alama ya kengele. The Story Empire.